Time for children's sermon. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Let us pray. Our lovely and caring fathers in heaven, we are saying thank you for the gift of the life. As we are before asking you to forgive us our sins, as we are before asking you to protect us through all children's sermon in John, I pray and believe, amen. Last week, we learned about turning the world upside down. This week, we are going to learn about seekers after truth from the book of Acts 17 and 18. Arriving in Berea, Paul and Silas began once more to preach about Jesus, and here they ran across something very encouraging. As they spoke in the synagogue, they noticed how eager the people were to learn the truth. They brought out ancient scrolls and examined them carefully. The Bible says that the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. The people were meeting in their home and in the synagogue studying the Bible. As a result, many of the Jews came to believe in Jesus, and so did a number of Greek men and women. When word got back to Thessalonica about what was happening, the Jews who had caused trouble hurried over to undo the good work the Christian missionary had begun. Paul went to Athens, leaving Silas and Timothy to strengthen the new disciple in the faith. Taking ship, Paul said, for the famous capital of Greece, which he had often longed to see, but he was disappointed. The city was full of idols, and nobody took much notice of his preaching. What has the babbler got to say? They asked with sneer. As Paul tried to argue them, they laughed at him. On Marsil, where the people of Athens gathered to discuss the news, he tried to instead them in the greatest news of all that the invisible. God had made himself visible in Jesus. Though Jesus was crucified with wicked men, this Jesus said he was alive and would one day judge the world in righteousness. The result was disappointing when they heard about the resurrection of the dead. Some of them sneered, but others said, we want to hear you on this subject. Only a very few believed. It was very discouraging. Paul must ask himself many times whether it was worthwhile trying to preach the gospel to such people. Then one night, Lord Jesus spoke to him in a vision. Do not be afraid, he said. Keep on speaking. Do not be silent, for I am with you and no one is going to attack you and harm you, because I have many people in this city. Grinty cheered Paul in Corinth for another 18 months, teaching them the word of God. And the Lord kept his promise. Many people accepted Paul's message, and the Corinthian church was formed. When trouble finally came and the Jews made a united attack on Paul, he was protected from harm by the chief of the jungle.
As he stood before Roman Pontifical Gallio tried by upbraiding the people to worship God in ways contrary to the law. But the Lord had said will not be heard in Corinth, turning on the men who brought charge against Paul. If you Jews talk about serious crime, to be reasonable for you to listen. So he had them reject them from court. Paul released, saying by with his friends, visited Ephesus, then to Caesarea, then to Jerusalem, and back to Antioch. What a story he had when he got there. We have learned that we should preach the gospel how Paul did. Until next Sabbath. Bye. Let us close our eyes and pray. Our lovely and caring fathers in heaven, we are sending them for the gift of the life. As you have finished our children's sermon, may you cover us with the blood of Jesus. In Jesus' name and pray and believe, amen. Jesus loves you. Praise God. Praise God. Show me with your hand. Praise the name of the living God. Amen. Nina furaha sana kwa sababu ya nafasi ya kipekee ambayo nimekabidhiwa kama mja ili nisimame mimbari kusema maneno makubwa kuhusu wokovu wetu. Haleluya. Mlivyosikia, jina langu ni Peter Otieno. Wengi wakisikia hilo jina wana nchenomo gusi. Na washukuru wazee wa kanisa hili kwa mwaliko wao kwangu. Na leo sikuja peke yangu. Mke wangu pamoja na mtoto wetu wako pale. Maybe watasimama wapunge mkono. Jina lake ni Ross na huyo kijana anaitwa Mark Finlay. Karibu sana Ross. Hebu niseme hivi. Zamani kitambo, kanisa hili likianza, nikiwa mtoto mdogo, nilikuwa mshiriki hapa. Haleluya. Wakati Pastor Stafford akianzisha hili kanisa, naona wengine wameangalia wamesema, wakumbuka nilikuwa hapa kama mtoto mdogo. Na nashukuru Mungu kwa sababu hivi leo nimerudi nyumbani. Haleluya. Niseme tena hivi, kukua hapa katika jiji la Kisii na watoto ambao wako mbele zetu hapa wanapokuwa ni kazi ngumu. Mimi mwenyewe ninatoa ushuhuda kwamba wazazi wasipokuwa wachonjo, hakika kufanya mtoto akue katika jiji hili ni kazi ngumu. Lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu yeye huyo aliyenifanya nikapitia niliyoyapitia na sasa niko hapa, atawafanya na wao wanawiri. Haleluya. Elda alisema kwamba natoka kanisa la Ogembo Central. Hatuna Ogembo Central.
tuko na Ogembo Good News, kanisa mama, na Sunshine Ogembo, ambalo ndilo kanisa langu. Kwa mwaka huu, kwa mapenzi ya Bwana, na hudumu kama mzee wa kwanza. Utambulisho huo si umetosha jamani? Hebu tuingie katika mada ya leo, ambayo ni Pasaka, Passover. Na ninaomba kwamba Roho Mtakatifu aongee pamoja nasi, ili baada ya haya tupate kuelewa yakini yale ambayo Mungu anakusudia tuyafahamu na tuyatende, na yaingie katika nyoyo zetu kwa sababu ya amri hii kubwa, the Lord's Passover. Let us pray. Our gracious God, our heavenly King, we thank you for this wonderful opportunity to stand in your presence, to eat from your table. Oh Lord, may you open our hearts and our minds to receive your word, that we may do according to your will. This we pray in Jesus' name. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo, pale mwanzo, Mungu anapoumba Adamu na Hawa, aliwapatia amri moja, akawaambia, enyi wanadamu niliowatengeneza kwa mikono yangu, nawapatia amri hii ya kunitegemea na kunitii wakati wote. Na katika hiyo nimepatiana tunda ambalo msije mukalila, maana siku ambayo mtakula hilo tunda, hakika mtafanya nini? Talk to me church. Mtafanya nini? Mtakufa. Lakini walipoishi pale kwa amani, raha na furaha, kulikuwa na adui aliyenyemelea nje pale katika Edeni. Alipoangalia furaha ya wale wawili, akasema, hakika lazima nitaiharibu, maana nilipofukuzwa mbinguni, nami pia nataka niwafukuze hawa kutoka katika Edeni. Akaja kwa mfano wa nyoka. Hata nashindwa alikuwa vipi, lakini Biblia ina katibu kwamba nyoka alikuwa the most subtle, Genesis chapter 3 verse 1, the most subtle of all the creatures that the Lord God had made. Akaja kwa mwanamke akamuuliza, hivi kwamba Mungu alisema msile tunda? Hawa akajibu, tusile hata tusishike, maana tutakufa. Verse 4, Genesis chapter 3 verse 4. Huyo nyoka akajibu, nafikiria alipiga kicheko kidogo, hakika hamtakufa. Na akamwambia, Mungu alijua mukila hili tunda mutakuwa werevu, hata mtakuwa kama Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ninawaambia mule tunda. Je, Hawa alikula lile tunda? Hamjanijibu. Alikula lile tunda? Alikula tunda. Na akampa bwanake aliyekuwa pamoja naye akala. Hiyo ndiyo mwanzo wa dhambi katika wanadamu. Na tunasoma Romans 6:23, the wages of sin is what? Is death. Not just sleeping, but eternal death.
mauti ya milele yote. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu Romans 6:23 haishii hapo. Inaendelea kwa kusema bali karama ya Mungu ni nini? Ni uzima wa milele ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Haleluya. Hebu niwaambie hivi. Yesu ameandaliwa hata kabla ya dunia kuumbwa ili awe mwokozi wa ulimwengu. Ellen White anasema before there was a sinner there was a savior. Haleluya. Yaani Mungu aliandaa tangia mwanzo ili mwanadamu atakapoingia dhambini apate wokovu kupitia kwa Yesu. Sasa Genesis 3:15 Mungu anaambia hawa wawili kwamba nitamtuma Yesu, nitamtuma uzao wa huyu mwanamke ambaye atakomboa dunia. Hawa nafikiria alikuwa anasikiza kwa makini sana, akasema aha, hivi mimi tena nitakuja kumzaa atakayekomboa dunia? Na iwe haraka. Genesis chapter 4. Hawa anapata mtoto. Unaona akichangamka ajabu. Akimwangalia, wacha niseme kwa uzuri, akikiangalia kile kitoto mkononi, anamuita jina Cain, linalomaanisha nimepata mwanamume kutoka kwa Mungu. Haleluya. Yaani ndani ya fikara yake alikuwa amefikiria kwamba amempata yule aliyesemwa na Bwana. Lakini vile Kaini anavyokuwa, Hawa anazidi kuangalia na kuwaza na kusema hakika kumbe huyu siye. Unajua vile watoto walivyo, unapompatia kitu tena umuombe atakupatia. Sasa pengine Hawa akampatia akasema huyu kweli anaweza kuwa mwokozi wa ulimwengu? Sidhani. Na kweli hakuwa. Maana Kaini mnajua historia yake, si mnaifahamu? Akamzaa tena wa pili. Mnamjua jina lake? Alikuwa anaitwaje ndugu ya Kaini? Abel. Hebu angalia vile Abel anapozaliwa. Hawa hata hakusema chochote. Alimuita tu Abel. Asemi chochote maana alikuwa fikara zake zilikuwa zimekufa ganzi. Akasema hawa kweli wanaweza kuwa wakombozi? Haiwezekani. Na kweli hawakuwa. Lakini haleluya, Mungu alikwisha sema na neno lake hakika litatimia. Na tukisoma Genesis chapter 22 tunamuona Ibrahim baba wa imani akionyeshwa yule Yesu kama mwana kondoo. Wanapoenda akaambiwa, Ibrahim, mchukue mwanao Isaka ukamtoe kafara. Ibrahimu hiyo ilimtishia sana, lakini alifanya vile alivyoagizwa. Anapoenda pale anachukua kisu ili akamutoe kafara mwanawe wa kipekee Isaka. Lakini anaambiwa, Ibrahim, usifanye hivyo, maana tazama hapo kuna kondoo wa kafara. Haleluya. Kondoo wa kafara sio Isaka, bali ni mwana wa Mungu mwenyewe. Haleluya. Atakaye kuja. Ndiposa Yohana anapoona Yesu, John 1:29, anapomuona Yesu, it is recorded, and the next day John saw Jesus coming unto him, and he said, he never said, hakusema huyu ni Yesu, lakini ona jina analotumia, tazama mwana kondoo anayebeba dhambi zote za ulimwengu. Haleluya.
Huyu ndiye aliyesemwa. Tizama pia Isaya anapomuona, Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah anaonyeshwa huyu Yesu na anasema hivi, chapter 7 verse 14. Ninasoma kwa Kizungu, hebu soma kwa lugha yako. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name who? I didn't hear. Who? Emmanuel. What does Emmanuel mean? God with? Hebu tuangalie tena hiyo. God with us does not mean vile tulivyo na huyu mwanaishara, sio hivyo mimi na yeye. No. Ni kwamba Mungu amekuwa mwanadamu kama sisi. Hallelujah. John chapter 1 verse 14. And the word became what? Flesh. And it dwelt amongst us. And we beheld him, the glory of the only one from the Father. Huyu ndiye Yesu ambaye analetwa tena kwetu katika ibada kuu kama hii ya Passover. Isaiah 9:6 says, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. Huyu ndiye aliyetangazwa. Na hakika Yohana anapomuona, John 3:36 says, whoever has the Son has eternal life. Hallelujah. Ukiwa na mwana, basi una uzima wa lini? Wa lini jamani? Wa milele. Na asiye na mwana hana uzima wa milele, na hakika adhabu ya Mungu imekwisha wekwa juu yake. Ninataka kutangaza hivi wapendwa, kwamba yeyote anayempokea Yesu amekuwa na uzima wa milele. Narudia, amekuwa sasa hivi na uzima wa milele. Amekuwa na uzima wa milele. Maana hiyo ndiyo Injili. Maisha yake Yesu matakatifu tangia mwanzo hata mwisho, hakutenda lolote baya, yakahesabiwa yetu. Hallelujah. Imagine wadhambi kama mimi nihesabiwe haki ya 100%. Oh, what a wonderful Savior. Hallelujah. Alafu akachukua udhambi wangu, dhambi zako, dhambi zangu, akaingia pale msalabani, kwa sababu imeandikwa kwamba the wages of sin is what? Is death. Akaangikwa msalabani. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, the great exchange happened there on the cross. Kwamba Yesu akachukua nafsi yangu ya dhambi, nami sasa amenipatia nafsi yake, the righteous life. Hallelujah. Yani ukifikia hapa ni wakati wa hata kurukaruka na kusema hallelujah, amina, hallelujah. Kwa sababu sisi tumekombolewa kwa damu ya dhamani yake Yesu. 1 Peter chapter 2:24 inasema kwamba katika mwili wake yeye mwenyewe akabeba dhambi zetu. Na sasa sisi sio wafungwa tena, bali tumekombolewa. Na hebu angalia Romans chapter 8 verse 1. Therefore there is now no condemnation in whoever who is in Christ Jesus. Hallelujah. First
2 Corinthians 5:17. Therefore, if a man be in Christ Jesus, he is a new creature. Hallelujah. The old is gone. Behold, the new has come. Sasa, ndiposa Mungu akatupatia this great ordinance of Passover. Kwamba kila siku tulivyo, tumuinue Yesu. Tukumbushane kuhusu maisha yake na wokovu aliotupatia wa bure. Hiyo inatuleta katika fungu kuu la leo. The book of John chapter 6. John chapter 6. I wish I had time to go to John chapter 5, but maybe just a mention. John chapter 5 verse 24. It says this: most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. What did I hear you say to that? And shall not come to judgment. Hallelujah. Lakini mulisikia hiyo? Maana binadamu yoyote, Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, inasema kwamba kwa sababu ya dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu. Tukisikia Mungu, sisi hao ni wa kukimbia. Kama vile wazazi wetu wa kwanza, Genesis chapter 3 verse 8, waliposikia sauti ya Mungu akitembea pale shambani Eden, na walijua walikuwa wamefanya makosa, walifanya nini? Walikimbia, wakabanya anti kama yoro, wakaingia msituni. Huko ndani Mungu anawaita, Adam, Adam, where are you? Wakajibu kutoka pale ndani kwamba tuko hapa, tumejificha. Kwa nini mjifiche? Ama mumekula lile tunda nililowaagiza msile. Adamu hakika akaanza yale maneno tunajua vizuri, blaming others, isn't it? Unajua huyu mwanamke uliyenipa alinipa tunda nikala. Na wewe mwanamke imekuwaje? Akasema huyu nyoka huyu, yani huyu mwenye uliyeumba, si ni kweli? Ndiye aliyenidanganya nikala tunda. Blame game. Yani Mungu wetu anatuambia hivi, tusije tukasema kingine tofauti. Sikiza hili neno kwamba whoever hears my word and believes has eternal life. Hallelujah. Not the one who has done good, not the one who has given enough tithe. No, not the one who visits the poor and the suffering. No. It is saying, yeyote anayesikiza maneno yangu na kuniamini amepata uzima wa lini? Wa milele. John chapter 6 verse 48. John 6:48 inaanza ikisema, hebu tuanzie 47. Most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. Amen. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not do what? And not do what? Unajua Mungu anaongea kwa mafumbo. Kwamba hivi nikisema in plain language, watu huenda wasielewe. Kwa hivyo anaongea kwa mafumbo, na ni kama our human mind imetengenezwa hivi kwamba tukiongeleshwa kwa mafumbo
tunayashika sana hata kuliko plain language. Sasa anasema, mimi ndimi mkate wa uzima. James 1:17, all good and perfect gifts come from where? From above, from the Father of lights, in whom there is no shadow of turning. Hallelujah. Perfect gift from above. Sasa walipokuwa wakila Pasaka, ile siku Yesu anapotolewa, anasema, nimetaka sana kula Pasaka pamoja nanyi, lakini na ninajua hivi, sitakula tena mpaka tufike katika ufalme wa nani? Wa mbinguni. Akatoka kwenye meza, akavua vazi lake la nje, yani koti, akajiweka na kitambaa, akainama chini, akachukua miguu ya wale wafuasi wake, akaanza kuwaosha, kuwatawadha. Yani hivi Mungu mkuu ndiye anayeosha hao. Hiyo ilikuwa ni kazi ya servants, lakini anafanya hivyo. John chapter 13 verse 2, tukitembea, and the supper being ended, the devil having put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, and that he had come from God and was going to God, rose from the supper and laid aside his garment and took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Then, hapa ndipo tulipo sasa. Then he came, verse 6, to Simon Peter. Let me pause there for a while. Nilimuuliza baba yangu kwa nini aliniita Petero. Maana I'm called Peter. I can see my staff mate is also called Peter. Mbona uliniita Peter? Maana huyu Peter amefanya makosa mengi sana katika Biblia. Kwanza anaongea bila kufikiria. Si mnamjua huyo? Yaani mwepesi kwa kuongea. Shakespeare anasema, somebody who can speak more in a minute than he can attend to in 40 days. You know? Anaongea haraka sana hata kabla hajafikiria chochote. Ya pili, sasa hiyo ndio mbaya, anakataa asioshwe na Yesu. Anakataa. Verse 6 hapo. Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, yani nonsi vya magoro, are you going to wash my feet? Yani utaniosha miguu mimi? Tumefika katika the first ordinance of the Passover. Washing. This reflects a higher way of being cleansed from sin. Inatuonyesha kwamba tunaoshwa kutoka kwa dhambi. Ona vile Yesu anapomjibu. Jesus answered and said to him, what I am doing you do not understand now, but you will know after this. And Peter said to him, you shall never wash my feet. What did I say? You shall never wash my feet. Then Jesus answered, if
Oh, Kisii Central. I wish you could hear these words that the Spirit is speaking to you this morning. If I do not wash you, you have no part with me. Yani Yesu anatuambia hivi, nisipokuosha hauna sehemu yoyote katika mimi. Unajua kwamba vile tulivyo hivi, halaiki kubwa ya watu, kuna wengine kati yetu, hii ibada tukimaliza sasa hivi ndio tuingie katika foot washing, wataamka waende watembee kama Petro alivyokuwa akisema. Anasema, you shall never wash my feet. Hebu tutafakari tena. Jesus reply. Yesu anamjibu, anamwambia, hakika nisipokuosha you have no part in me. You have no part in me. I must wash you. Brethren of Kisii Central, you must be washed. Hallelujah. It is never enough to attend church. It can never be enough to read the Bible. You must be washed by Jesus. Hallelujah. There is no other way, because if you are not washed by him, you have absolutely no part in you. And you see, in my church I used to see a number of individuals moving away from the Passover because they think they are too sinful to partake of the flesh and the blood of Jesus. They can never be washed like those who are saints are doing that washing. Brothers, Jesus, John chapter 10 verse 10, came to seek and save that which was lost. Hallelujah. It must be you that he came to seek and save. You who is walking away, never walk away, because Yesu anataka kukuosha. Jamani, simama, mpatie miguu, wacha akuoshe, maana ukioshwa na Yesu utaosheka na kusafishika kabisa. Wapendwa, hivi ni kweli vile uliangalia title yetu, wataka kutembea uende umwache Yesu akiosha wengine? Hivyo ndivyo ilivyo kweli. Naamini kwamba tukisha maliza leo, hebu yule ambaye amejifunga asije akashiriki katika meza ya Bwana kwa sababu he or she eloped. Please come back to Jesus. Hallelujah. Please come back to Jesus. Yani sisi wote ni wadhambi. Hakuna hata mmoja. Romans 3:23, for all have sinned and fallen short of the glory of who? Of God. None of us. No, not even one is righteous. All of us. John 3:12-13. All of us have gone astray. But we all need to be washed. Hallelujah. Tunahitaji kuoshwa. Maana hiyo ndio tunataka tufanyiwe leo. Yesu anapotuosha, hakika tutakuwa wasafi na tutakuwa sehemu katika mwili wake. Hallelujah. You must be washed. Simon Peter alipoambiwa haya maneno akayafahamu kwa undani, hata anasema sasa, Mungu usinioshe miguu tu, bali nioshe, wacha nitoe nguo ukaniosha na mwili wote, maana mimi ni mdhambi tangia utosi
wa kichwa hata uko chini. Lakini Yesu anamwambia, wewe umekwisha oga. Hallelujah. You know the fact that you are here in church, umekwisha oga. Hallelujah. Ni mafumbi tu ya dunia yamekushika. Hallelujah. Hayo ndiyo sasa Yesu anasema, hayo mafumbi leo lazima tutayaosha. Hallelujah. Na tukioshwa sasa tutakuwa tayari kuingia katika meza ya Bwana. Hebu tuondoe fikara ambayo imetufunga kwamba mimi siwezi, mimi ni mdhambi, mimi jana, mimi juzi mimi. Jesus came to remove that stain of sin. Hallelujah. Sasa kama unasema mimi, ukatarie dhambi yako, hivi kwamba utaoshwa kweli? Hebu tumwendee kwake, tumwambie, mimi nimekuja kwako nioshwe. Hebu niseme hivi tena. That is one category. There is another category of individuals. Sasa hawa ni watakatifu. Hey, hallelujah. Wale ambao wanashiriki meza ya Bwana kila kukija, wao hawawezi kosa. 1 Corinthians chapter 11 ukianzia 23 kupanda, inatuonyesha kitu fulani cha ajabu. Yaani sisi ambao tunafikiria ni wema, sio wema hata kidogo. Maana inatubidi pia sisi tusije tukaingia katika meza ya Bwana, tukala mkate na tukanywa damu ya Yesu pasivyo hivyo. Kwa sababu imetupasa nasi pia, kama yule mtosha ushuru alivyoingia pale hekaruni, hata hakuingia pale mbele, alisimama mbali huko nyuma, akajipiga kifua akasema, nionee huruma mimi mwenye dhambi. Na the Holy Spirit records that this man went away cleansed. Hallelujah. More than the one who comes with his righteousness. Tusije katika meza ya Bwana na uzuri wetu. Tuwe kama yule mtosha ushuru. Karibu namalizia hapo sasa. Mkate. Sijui kama kwako ilikuwa vipi, lakini kwangu tukiwa shuleni, mkate was legal tender. Yani ni kama pesa hakika. Hiyo ni shule. Hata shati liliuzwa kwa mkate. Anasema, nataka kuuza shati, nipatie 3/4 of a loaf. Halafu mna bargain mpaka mnamalizia nusu. Sasa mnasema nusu mkate. Hizo ndizo zama zetu. Lakini kweli usipokula utakuwa hai? Hebu niulize. Usipokula hakika utakufa. Na Mungu anatuambia, mimi ndimi mkate wa uzima. Usiponila mimi, spiritually speaking, utakufa kwa njaa. Na mkate ni Yesu. Neno lake. John chapter 1 verse 1, in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was who? He was in the beginning with, and through him everything was made. That Word has become our life. Hallelujah. Hebu niseme tena vizuri. Isaiah chapter 53. Ukisoma Isaiah chapter 53, unamuona Yesu
akielezewa na Isaya chapter 53 verse 3 inasema, he is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief, and he hid as if it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Verse 4, surely, oh hallelujah, he has borne our what? Our griefs, and carried our what? Sorrows. Yet we esteemed him stricken and smitten by God and afflicted. But, verse 5, he was wounded for our what? Transgression. He was bruised for our iniquity. Hebu tutafakari hayo. Yesu, mwili wake ndilo jumba Mungu alilotengenezea binadamu waingie kama safina na tukae pale paka the storm is past. Hallelujah. Usipokaa ndani ya safina, wewe kwisha ama kwisha wewe. Which one is better? Haya, wewe kwisha. Kwisha wewe. Usipokaa ndani ya safina. Hivyo ndivyo ilivyo kwetu. Tusipokaa wazee ndani ya Yesu, kwisha wewe. Lakini haleluya, ukikaa pale, the storm will be past. Hallelujah. His body is what we must cherish. Therefore, Yesu anatuambia hivi, tuingie ndani yake. 1 Corinthians 1:30, in him he has become to us even the flesh and the sinews and the blood. We are in Jesus for everything. Ellen White anasema, ni kama mwili wa Yesu umekatwa vipande na kuchukuliwa na kupatiwa kila mmoja wetu. Haleluya. Ili yoyote anayepokea kipande cha Yesu amepata uzima wa milele. Haleluya. Nasi pia leo tuchukue mwili wa Yesu. Kipande kile kidogo kitatupatia uzima wa milele. Haleluya. Mwishowe ni damu. There is life in the blood. Could you be free from your passions and pride? There is power in the what? In the blood. For his blood can wash away all sin. Hallelujah. And make us whiter than what? Than snow. Mungu wetu ni wa ajabu sana. Ametuita leo kama watoto wake. Tuelewe maneno matatu muhimu. Kwanza, tumeitwa zote kwa meza ya Bwana. Hallelujah. No one is bad. Ya pili, anataka atuoshe, atutawadhe ili tuwe wasafi alivyo yeye msafi. Haleluya. Ya pili hiyo. Ya tatu, anatuita tule tunywe mwili wake. Hapo ndipo namalizia. John chapter 6 verse 60. Naanzia 65. And he said, therefore, I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. From that time, many of his disciples
went back and walked with him no more, because he said, "You must eat me." And they said, "We cannot." They went back. Then Jesus turned to those 12, akawageukia wale tenashara, akawauliza, "Hivi kwamba na nyinyi mnataka kuenda?" I love the reply of Peter. Simon Peter answered and said, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." Hallelujah. "Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living what? God." I want to charge you by the name of the Holy God. Do not walk away. Never walk away. Be washed. Sit at the table of Jesus. Hallelujah. And eat. Eat. For by eating, you have eternal life. Hallelujah. Drink the blood. Kunywa damu ya Yesu ambaye inaosha dhambi zote, ili tuwe wasafi. Na atakaporudi, watu wa dunia na wote kutoka mashariki wataona wingu ambalo linang'aa, na watu wa dunia watasema, that is a strange geographical phenomenon that is in great controversy. But the people of God will know that their Messiah has come. Hallelujah. Watakaposema, "Huyu ndiye Mungu wetu tuliyemngoja, na sasa ametuletea wokovu." Hallelujah. Alafu tutaenda mbinguni tuishi milele na milele. Hebu niulize, hivi kuna mmoja ambaye anapojihoji hawezi kushiriki meza ya Bwana kwa sababu hajapata upatizo wa maji mengi? Kama ningejua kunayo mmoja kama huyo, ningemuambia katika jina la Yesu, "Teremka hapa, kuja, maana meza ya Bwana imeandaliwa kwa ajili yako." Haleluya. Hebu tusimame tukiimba wimbo number 125. 125 Kiswahili. Wale choristers, hebu tufikirie tena, ikiwa kuna mmoja, one, maybe that is the one nilikujia Kisii Central leo. Hebu kuja tu, teremka tu, kuja tu, ili nawe upate ubatizo, na hakika utakuwa mmoja katika meza ya Bwana. Haleluya. Na sio meza ya duniani tunayosema, bali ni meza ya kioo pale mbinguni. Yohana anaonyeshwa Revelation 21, akaona mji ule mtakatifu New Jerusalem ukishuka kutoka mbinguni, umeandaliwa kama bi harusi ambaye amewekwa tayari kwa sababu ya Bwana wake. Huo ndio mji tunaotaka kuona na kufikia. Hebu mubarikiwe sana tunapotafakari haya maneno, na pasiwe hata mmoja atakayeondoka na asishiriki katika meza ya Bwana. Mungu awabariki sana.
Thank you my sisters for coming. Pengine kuna mmoja hajafika. Tunakusubiri. Mbingu yote inakusubiri kwa sababu ya a very important decision that you are making that has eternal consequences. Ninataka tuombe ili katika njia ya kipekee kabisa tujiweke miguuni pa Bwana. Kutoka katika roho zetu tupate toba ya hakika. Sisi hakika ni wadhambi. Hata hatustahili kusogea karibu na mti wa msalaba, lakini Yesu anatukaribisha na mikono miwili, anasema, njoo mwanangu, njoo mwanangu, wewe ndiye niliyefilia. Haleluya. Na hiyo dhambi inayokukwaza ndiyo niliyotoa na nikaiharibu pale msalabani. Let today be a day that you walk afresh with the Lord. Let us pray. Our gracious Father, we thank you so much for giving us your dear Son Jesus, because in him we have eternal life. We thank you because on Calvary's tree his body was given up, that the Roman nails pierced through him, that the spear pierced through his side for our salvation. Thank you, God, because you have raised Jesus once again, and he says to us that I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. How we submit unto you, Jesus, this morning, that you may enter unto us again afresh through the Holy Spirit and make your dwelling in our lives, so that we can declare together with Paul that it's no longer I who lives, but Christ that lives in me. Even when things are difficult at such times as this, we pray that you may supply all our needs according to your riches in glory. Now, my Father, may you walk with us. May you open ways before us. And may we find impossible things becoming possible in your name. We pray in Jesus' name. Amen and amen. May God bless you so much. May we all be seated for the next service.